minister to the great community of God. Praise the Lord. It's been a while. So today I believe that God will actually help me. Hallelujah. Yeah, because I need His help. Amen. Amen. I really need His help, and I know He is here. I want to really thank Rev and the entire church for your leadership, for allowing and giving room for different gifts, different offices to be exercised from the youths and in general. Praise the Lord. Family affairs. And for that reason, praise the Lord. For that reason, I wasn't expecting to see someone very close to us, and today I'm to surprise. I'm to surprise, and I really want to. Where is Gift? Asimame tu away. Gift. Oh yes, there it is. That is our brother. May the Lord bless you. Thank you for coming. Thank you for coming. He is our brother. And I would want us to speak the word of God. And I want to share something ningependa kushiriki jambo about the same God kuhusu Mungu yule with the same power. Na nguvu zile tu zake. The same God, Mungu yule with the same power. Na nguvu zake zile. You see, we see in Genesis chapter 1. Tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo 1, God is saying, Mungu anasema, in the beginning, tangia mwanzo, in the beginning, tangia mwanzo, God created Mungu aliumba the heavens and the earth. Mbingu na dunia. So in the beginning, kwa hivyo pale mwanzo, there is this man called God. Kuna Mungu. He introduces himself as the creator. Anajitambulisha kama muumbaji. Therefore this God, kwa hivyo huyu Mungu creates, anaumba the heavens, anaumba dunia, mbingu and the earth, na dunia. And then he proceeds. Na pia tunaona akiendelea to chapter 27, katika verse 27, sorry. Katika mstari wa 27. We shall go to 26. Turudi katika mstari wa 26. Yes. Then this God said, basi huyu Mungu akasema, let us make man in our image, na tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu, in our likeness, na kwa mfano wetu, and let them rule over, na wacha wakatawale, the fish of the sea and the birds of the air, juu ya samaki wa baharini na pia the livestock and all the earth, na dunia yote, and over all the creatures that move along the ground. Na juu ya viumbe vyote vitabavyo. And then the next verse says, na mstari ufuatao Biblia so God created man in his own image. Kwa hivyo Mungu akamuumba mwanadamu na sura yake. And it repeats and says, na pia inarudia, in the image of God, katika mfano he created him, akamuumba yeye, male and female, he created them. Akawaumba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That God, kwa ya kwamba Mungu begins to create. Anaanza kuumba. And when he begins to create, na anapoanza kuumba, he first of all creates the heavens. Mwanzo anaumba mbingu. And then after creating the heavens, kisha baada ya kuumba mbingu, he proceeds to create the earth. Anazidi na kuumba dunia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. After creating the earth, baada ya kuumba dunia, he introduces another creature, anawakilisha kiumbe kingine that comes in his own image, ambacho kinakuja kwa mfano wake, in his own likeness, katika sura yake, to manage ili kikaweza that which he had created, ili kikaweza kuongoza kile ambacho aliumba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And he called this creature, na anaita hiki kiumbe man. mwanadamu. Hallelujah. Hallelujah.
He calls this creature man. Anaita hiki kiumbe mwanadamu. Therefore you and I. Kwa hivyo wewe na mimi. And it is very categorical. Male and female. Na ni waziwazi kwamba mume na mke. He created them. Akawaumba. Therefore God created everybody in this room. Kwa hivyo Mungu aliumba kila mtu katika hiki chumba. Hallelujah. Therefore there is a beginning that you have. Kwa hivyo kuna mwanzo ulio nao. In the beginning, tangia mwanzo, when he was creating, wakati alikuwa akiumba, he did not create the earth to be empty. Hakuumba dunia iwe bure. He did not create the birds and the livestock to rule over themselves. Hakuumba ndege na hata wanyama wajiongoze. But he created you and I. Lakini alikuumba wewe na mimi, so that we can have dominion over them. Ili tukaweza kuwa na mamlaka juu yao. So that we can exercise the authority. Ili tukaweza kufanyisha kazi that he has. Ambayo ako nayo. Over his creation. Juu ya viumbe vyake. Therefore you and I. Kwa hivyo wewe na mimi. We are standing. Sisi tumesimama. With the authority. Tumesimama na mamlaka. And the power. Na nguvu. From God. Ya Mungu. To rule. Ili tukatawale. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Our authority is very legitimate. Mamlaka yetu ni halisi sana. Very authentic. Ni halisi sana. Because it comes from the author. Maana inatokana na mwanzilishi. That this author. Ya kwamba huyu mwanzilishi. Who is the creator. Ambaye ndiye muumbaji. Had the thought of coming up with an idea, with an agenda, sorry. Aliweza kuwa na wazo la kukuja na jambo fulani. He had an agenda. Alikuwa na agenda. And this agenda, thank you. This agenda. Na hii agenda, lengo was revolving. Ilikuwa inazunguka around man. Ilikuwa inamzunguka tu mwanadamu. And God himself. Na Mungu mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That when God was thinking about creating, ya kwamba wakati Mungu alikuwa na wazo la kuumba, he was thinking about man. Alikuwa anawaza kuhusu mwanadamu. And as he was thinking about man, na alipokuwa akiwaza kuhusu mwanadamu, he was seeing himself in man. Alikuwa anajiona ndani ya mwanadamu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Therefore man proceeds from the heart of God. Basi tunaona ya kwamba mwanadamu alitoka kutoka wazo na moyo wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because we know this. Maana twajua hivi. Out of the abundance of the heart. Ya kwamba kutokana na wingi the mouth speaks. Moyo wanena kinywa cha nena. Now let us go to verse 26. Verse 26, sorry. Turejee katika mstari wa 26. And God. Na Mungu. We shall go together. And God said. God said. He spoke his heart. Alinena moyo wake. Praise the Lord. He was speaking his heart. Alikuwa ananena. And as he was speaking his heart, he was speaking man. Alikuwa ananena mwanadamu. Praise the Lord. That he is speaking a man made in flesh and blood. Ya kwamba anazungumzia kuhusu mwanadamu aliye na damu na nyama. And he chooses that this man, na anachagua ya kwamba huyu mwanadamu, although he shall have weaknesses, ingawaje aweza kuwa na mawaa, but in his weaknesses, lakini katika udhaifu wake, he will still bear my image. Ataendelea tu kuwa na sura, and he will still bear my likeness. Atakuwa na sura yangu. Because I have a plan. Maana niko na that one of these days, ya kwamba katika siku I will come down in a bodily form called Jesus. Nitakuja na mwili, and I will take over their weaknesses. Na nitaondoa udhaifu, and I will restore back my image. Na nitarejesha, and I will restore back my likeness in man. Na nitarejesha. Therefore you are carrying kwa hivyo wewe umebeba that image, hiyo sura, that likeness through Christ Jesus. Kwa kupitia Kristo Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You can be praying if you want to. Unaweza kuomba kama ungependa. Hallelujah. Hallelujah. Now, we have the same image. Kwa hivyo tuko na mfano huo and the same likeness. Na sura ya Mungu. Therefore we are one with the Father. Kwa hivyo sisi ni mmoja na Mungu. We are one with God. Sisi ni mmoja na Baba yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now, as we all know, kama jinsi tujuavyo, something happened. Jambo lilifanyika at the Garden of Eden. Katika shamba la Edeni. And we got cooked.
Na Hallelujah. Hallelujah. Something happened at the garden Jambo of Eden. lilifanyika katika shamba la Edeni. And God in his mercies Na Mungu katika wingi wa huruma zake decided to chase man away from the garden. Akaamua ya kwamba nitamfukuza mwanadamu kutoka kwenye shamba la Edeni. It was out of mercy. Ilikuwa ni kwa sababu ya huruma za Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And he said while he was cursing and releasing his anger, unajua hii mambo ya kuvent out haijaanza na sisi. Na Praise the Lord. hii mambo ya kusema initoke haijaanza na sisi. Alikuwa na vent out na akahurumia mwanadamu sana. Na katika hasira zake akawa tu na huruma pia. And he said, "Cursed be the ground for thy sake." Na akasema ya kwamba na ilaaniwe dunia kwa sababu yako mwanadamu. For thy sake. Kwa sababu yako. That you shall not bear the curses. Ya kwamba usibebe hiyo laana. He does not want you to bear any curse. Hataki ubebe laana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He doesn't want you to bear any curse. Hataki ubebe laana. That is why when Jesus came, na ndio maana wakati Kristo alikuja, he became that curse. Alikuja akawa hiyo laana. Because cursed is every man. Maana kulaaniwa ni Who yeyote is hanged on a tree. ambaye asulubishawe. And he was hanged on the tree. Na aliweza kusulubishwa for your sake. Kwa sababu yako. For my sake. Kwa sababu yangu. That is why we are born again. Na ndio maana tumeokoka. That is why we have the salvation. Ndio maana tuna wokovu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now because we have this salvation, kwa sababu tuko na wokovu huu, what are we doing about the salvation that we have received? Tunafanya nini na huo wokovu ambao tumepokea? Hallelujah. Hallelujah. What are we doing with the salvation that we have received? Ni nini tunachofanya na wokovu ambao tumepokea? And for us to know what we have to do, na ili tujue ni nini tunafaa kufanya, we must first understand lazima kwanza tukaelewa what is contained in this salvation. Kile ambacho kiko ndani ya huo wokovu. What is in this thing that God died for it for man to receive? Ni nini kilicho ndani ya hili jambo ambalo lilifanya ya kwamba Mungu akafa kwa sababu ya There are so many ways. God is sovereign. There are so many ways that he could have chosen to save man. Kuna njia nyingi ambazo Mungu angeweza kuchagua ili amuokoe mwanadamu. And yet in his sovereignty he still chose death. Ila katika tu ukuu wake alichagua kifo. So the question is, kwa hivyo swali ni je, how sinful is sin? Je, uko na dhambi kiasi gani? Or alternative, dhambi ni kuu kiasi gani? how bad or how wicked is sin? Dhambi ni mbaya kiasi gani? To a point that ya kwamba the only way, ya kwamba njia pekee perfect, ambayo ni laini, that God chose to erase sin from humanity, ambayo Mungu alichagua kuondoa dhambi katika wanadamu, is through death. Ni kwa kupitia kifo. And he came down. Na akaja kwetu. Hallelujah. Hallelujah. And he came down. Na akashuka. In the beginning, John 1:1. Katika kitabu cha Yohana 1:1. We are going back to Genesis 1:1. Don't remove this. You realize that unaona ya kwamba Genesis chapter 1 verse 1 katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza, and John chapter 1 verse 1, na pia waraka wa Yohana 1:1, how is it starting? Inaanza vipi? In the beginning. Pale Right? mwanzo. Now we are seeing that this time the beginning is not creating. Basi tunaona ya kwamba katika huu wakati ni kwamba mwanzo sio kuumba. The beginning is coming down. Mwanzo unashuka. Was the word. Pale mwanzo palikuwa na neno. And the word was with God. Na neno lilikuwa na Mungu. And the word was God. Na neno lilikuwa Mungu. So we are seeing he who was in the beginning. Kwa hivyo tunaona yeye aliyekuwa pale mwanzo, taking the form of the creation that he made. Akichukua mfano wa uumbaji ambao aliweza kuumba. And that this beginning, na huu mwanzo, becomes flesh. Unakuwa nyama. Verse 2. Mstari wa 2. He was with God in the beginning. Na alikuwa na Mungu pale mwanzo. Through him all things, say all things, kwa kupitia yeye kila kitu, were done what? Without him nothing was
else that has been, hakuna chochote kiliumbwa ambacho kimeumbika, including this big Bible, ikiwemo Biblia hii. Praise the Lord. Let's continue. In him was life. Ndani yake kulikuwa na uhai. And that life was the light of men. Na uhai huu ukawa mwanga wa mwanadamu. That light shines in darkness. Na mwanga huu unang'aa katika giza. But darkness has not understood it. Na giza haijaufahamu. Let us come back a little bit. Sasa turudi nyuma kidogo. Verse 4. Yes. In him was life. Ya kwamba ndani yake kulikuwa na uhai. And that life was the light of men. Na uhai huo ndio ulikuwa mwanga wa wanadamu. So we see the first sentence having a comma. Katika mstari wa kwanza ukiwa na kikomo, it's being explained with the second sentence. Inaelezwa katika mstari wa pili. Explaining that life. Ikieleza kuhusu uhai huo. That this life, ya kwamba huu hai is light. Ni mwanga. Praise the Lord. Bwana asifiwe. This life, ya kwamba huu uhai, is light. Ndio mwanga. That is why when you have Christ, ndio maana ya kwamba ukiwa na Kristo, you have that light. Uko na mwangaza. Because he is that light that gives life. Maana yeye ni mwanga huo ambao unapeana uhai. And when you have the life of Christ, you automatically become that light. Na wakati ambapo uko na uhai wa Kristo, kwa hakika wewe ni mwanga. That is why he is saying that you are the light of the world. Na ndio maana Biblia inasema kwamba nyinyi ni mwangaza. And that our heavenly Father, he is the Father of light. Na ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni ndiye. Remember, it is not light. He is saying he is the Father of light. It's plural, meaning many. Kumbuka ya kwamba Biblia inasema ya kwamba yeye ni baba wa mwangaza. Miangaza kama kuna Kiswahili kama hiyo. Miangaza. Bwana asifiwe. That light, ya kwamba huwa mwangaza, when it died, wakati ilikufa, it went into darkness. Ilienda katika giza, mstari ufuatao. And in that darkness, na katika giza hiyo, still darkness could not understand what light was doing in there. Giza hiyo bali haikuelewa ni nini mwanga ulikuwa unafanya. We are talking about the word being made into light. Tunaongea kuhusu neno kufanywa kuwa mwangaza. Are we together? Yes. Tuko pamoja? Now, this light shines in darkness. Basi mwanga unaangaza katika giza. And darkness, na giza, has not. Bado. Remember, it is not head. Has. Kumbuka ya kwamba si even today, even now. Ni sasa hata leo. Darkness has not. Ya kwamba dunia hata sasa has not understood it even as we are speaking right now. Haijaelewa hata tunapozungumza kwa sasa. Do you know what that means? Wajua inamaanisha nini? You being the light as a child of God. Ya kwamba wewe ukiwa mwangaza kama mwana wa Mungu. Darkness is not understanding you. Ya kwamba dunia haikuelewi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Darkness is not understanding you as a child of God. Ya kwamba giza haikuelewi wewe kama mtoto wa Mungu. That is why you are a mystery. Ndio maana ya kwamba wewe haueleweki. Praise the Lord. And we have been given the language of heaven. Na tumepewa hata lugha ya mbinguni, which is mysterious in nature. Ambayo pia haieleweki vizuri. Praise the Lord. That he who speaks in an unknown tongue. Ya kwamba yeye azungumzaye speaks mysteries. Anazungumza. Therefore, the moment you are doing that thing, kwa hivyo wakati unafanya hivyo, you are channeling yourself to be a very mysterious man. Wewe unajiweka kama mtu ambaye that can never be understood by darkness. Ambaye haieleweka na giza. And that is why Jesus says. Na ndio maana Kristo akasema that he who is born of the Spirit. Ya kwamba aliyezaliwa he is like a wind. Yeye ni kama nobody knows where you are coming from. Hakuna yeyote. Nobody knows where you are going to. But you shall be felt. Your presence must be felt. Because you are like a wind. Hallelujah. And the moment you are praying in the Spirit, you are connecting to he who created you. And when you are connecting to he who created you, you are activating that which he placed inside you, which is being the light in the world. Hallelujah. That is why we pray in the Spirit.
tutaomba ndani ya roho. And if you can pray in the spirit, pray in the spirit. Kwa hivyo kama wewe waweza Hallelujah. Brakande bregedes. Hallelujah. Le pransolo bragadagada. Le penteli prando. In the name of the Lord Jesus, we bless you, Jesus, because you are good. Yes. Hallelujah. Hallelujah. He is good. Yeye ni mwema. 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 That let Israel say, Wacha the Lord is good. ya kwamba That Bwana while they were in the wilderness, lakini walipokuwa katika He nyika gave them water from the rock. aliweza kutoa maji. While they were in the wilderness, Walipokuwa kwenye He jangwa gave them manna to eat. aliweza While they were in the wilderness, walipokuwa kwenye their jangwa clothes did not wear out. While they were in the wilderness, walipokuwa kwenye jangwa they did not have socks the way we are having right now. hawakuwa na socks But kama their tulivyo feet did nazo. not have soles. Because the Lord is good. Maana Mungu ni mwema. He is good in your life. Yeye ni mwema katika He is good maisha in yako. our lives. Na ni mwema katika maisha Praise the yako. Lord. Bwana asifiwe. Oh, God is good. Mungu ni mwema. Hallelujah. Hallelujah. Mnanielewa? Thank you. Hallelujah. This is the way you father me. You father me. This is the way you father me. I love the way you father me. Thank you, Jesus. Glorified, glorified. Bless you, Jesus. We honor you because of what you are. Hallelujah. When we are talking about God, Tunapozungumza kuhusu Mungu, I understand this. ninafahamu hivi. There are some among us who are even questioning if He is there or not. Kuna wengi kati yetu ambao wako na tashwishi kama yupo ama hayupo. They are questioning. Wanauliza maswali. And it's okay to question. Na ni sawa tu. You can only get answers when you question. Na unaweza pata tu majibu ukiuliza maswali. Now because you have the questions, Lakini kwa sababu uko na maswali, the answers are here. majibu yako hapa. I know you have underestimated yourself as a believer for a long time. Waweza kuwa umejidharau kama muamini kwa muda mrefu. But I want to show you your image. Lakini ningependa kukuonyesha mfano wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And we can only see our image Na twaweza tu tukaona mfano wetu if we shall see Him. iwapo tutamuona yeye. And thanks be to God Na tukufu kwa Mungu that we have His image ya kwamba tuko na sura na mfano wake in the scriptures. katika maandiko. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That we have His image in the scriptures. Ya kwamba tuko na mfano wake katika maandiko. In the wisdom of God, Katika hekima ya Mungu, He chose to hide Himself alichagua kujificha so that we shall see Him. ili tutamuona. And the nature of God to hide Himself Na ile jinsi ama halisia ya Mungu kujificha has made many people to think that He is not there. imefanya watu wengi kufikiria ya kwamba hayupo. Because they think Maana wanafikiria He does not exist. ya kwamba hayupo. This God has an image Mungu huyu yuko na sura and has a likeness. na yuko na mfano. This God that I've been talking about, Huyu Mungu ambao nimekuwa nikizungumza kuhusu, He is the creator. ambaye ni muumbaji, I want us to see Him, how He looks like. ningependa tumuone jinsi alivyo. Can we go to Revelation?
Revelations. Twende katika kitabu cha Ufunuo. Hallelujah. Chapter 1. Mlango wa kwanza. Next chapter. Ufunuo wa Yohana 1 mstari wa 2. Next verse. Mstari wa 3. Another one. Chapter 3, sorry. Mstari wa 3. Oh, sorry. I'm confusing chapter and verses. Sorry. So let us remain in up to 1. So 24, mstari wa 5, 6, 7. I'm sorry. 8. Can we go to 11? Right. In chapter 11, katika mstari wa 11. sorry, in verse 11, mstari wa 11. this is where John has been brought into by the Spirit of God. Hapa tunaona ya kwamba ni wakati Yohana aliweza kuletwa na Roho wa Mungu. He was used to a man. He had known a man. John had known a man. Yohana aliweza kumjua mtu who died on the cross, ambaye alikufa msalabani, helpless, bila uwezo, bleeding, na kimwaga damu, and died. Na akafa. And when he was ascending, na wakati ambapo alikuwa akipaa, he had never seen this man in the way he saw him in this verse. Hakuwa amemwona huyu mwanaume kama jinsi anavyomwona mahali hapa. And here he is saying, na hapa anasema, write on a scroll, haya uyonayo yaandike katika chuo, and see and what you see and send them to the 7 churches. Na ukayapeleke kwa hayo makanisa 7. To Ephesus, Efeso, Smyrna, Pergamum, Pergamo, Thyatira, Sardis, Sardi, Philadelphia and Laodicea. Philadelphia na Laodikia. Next verse. Then he did something. He turned around to see the voice. Na akageuka ili aione hiyo sauti speaking to him, ambayo ilikuwa inamzungumzia. And when I turned, I saw 7 gold lampstands. Na akasema ya kwamba nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. And among the lampstands was someone, na katika vile vinara nikaona mtu like a son of man. Mtu aliye na mfano wa mwanadamu. So for the first time, kwa hivyo kwa mara ya kwanza, John is seeing this man, Yohana anamuona huyu mwanaume, like a son of man, aliye na mfano wa mwanadamu, just like the way you and I are, kama jinsi tu wewe na mimi tulivyo. And this man was dressed in a robe, na alikuwa amevaa vazi reaching down his feet with a golden sash around his chest, lililokuwa limefika miguuni na kufungwa mishipi ya dhahabu. Before we go to 14, let's remain there. Now, we are seeing this man, tunaona huyu mwanaume having a golden sash around his chest, akiwa na mshipi wa dhahabu kwenye kifua chake, showing that this man is righteous. Kuonyeshana ya kwamba huyu mwanaume ni mtakatifu. This man is pure. Ni mtu aliye mtakatifu. And this man is wealthy. Na huyu ni mtu aliye tajiri. Story for another day. Next verse. Mstari ufuatao. Now his head and hair, basi kichwa chake na nywele zake were white like wool. Vilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe. They were not wool, they were just like, he was likening, because there was nothing in his mind
haikuwa sufu, lakini ilikuwa inafanana na sufu kwa sababu hakuna kitu katika mawazo yake that he had encountered that was as white as the hair of this Son of Man. ya kwamba hakuna kitu ambacho Yohana alikuwa amekiona ambacho kilikuwa cheupe kushinda nywele ya huyu mwanaume. Therefore the only thing he knew was white. Kwa hivyo kila kitu alikuwa anajua ambacho ni cheupe Was wool. ni sufu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And he says, Na anasema again, as white as snow. You see, he is also confused. Basi amechanganyikiwa tu, kisha anasema kwamba ilikuwa nyeupe kama theluji. He's saying that, you know, the whitest thing I have ever seen is wool. Kwa mara ya kwanza anaonyesha kwamba kile ambacho ameona cheupe sana ni sufu. The whitest thing that I also know is snow. Na pia kingine ambacho ni cheupe hivyo ni theluji. So the only thing that I can liken the whiteness of the hair of this Son of Man. Kwa hivyo kile tu ambacho naweza nikafananisha na weupe wa nywele ya huyu mwanaume Is wool ni sufu and snow. ama theluji. But his hair Lakini nywele yake is not wool. si sufu. His hair Nywele yake is not snow. si theluji. And now his eyes Na basi macho yake were blazing like fire. yalikuwa yakiwaka kama moto. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want you to have that picture. Ningependa kwenda hiyo picha kwenye mawazo yako. Now let me read it continuously so that you can have that image. Wacha nisome kwa mtiririko ili ukaweza kuelewa zaidi. Back. Katika mstari wa 14, his head and hair kichwa chake na nywele zake were white like wool, zilikuwa nyeupe kama sufu, as white as snow. na pia nyeupe kama And theluji. his eyes were blazing like fire. Na macho yake yakawa moto wa moto. Mstari fuatao. His feet Na miguu yake were like bronze glowing in furnace. ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana. And his voice Na sauti yake was like the sound of rushing waters. sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi. So who is this man? Kwa hivyo huyu mwanaume ni nani? Next verse. Mstari fuatao. In his right hand Katika mkono wake wa kuume he held 7 stars. alikuwa na nyota 7. Out of his mouth Kutoka kwa mdomo came a wake double-edged sword. kulikuwa na upanga mkali. His face was like the sun shining in all its brilliance. Na uso wake ulikuwa kama jua liking'aa kwa nguvu zake zote. Next verse. Mstari fuatao. When I saw him, Nami nilipomwona. hallelujah. Haleluya. When I saw this man, Yohana anasema nilipomwona mwanaume huyu whose hair is like wool, ambao nywele yake ni kama sufu as white as snow. na pia kama theluji. When I saw this man, Wakati nilimwona huyu mwanaume whose eyes are blazing like fire. ambayo macho yake yalikuwa yanawaka kama miali. When I saw this man, Wakati nilimwona huyu mwanaume whose feet were like in the burning furnace of brass. ambao miguu yake ilikuwa inakaa inawaka. When I saw this man, Wakati nilimwona huyu mwanaume I fell at his feet as though dead. nilianguka kwenye miguu yake nikana kwamba nimekufa. The reason why you doubt him Sababu ya kwamba wewe unakuwa na tashwishi is because you have not seen him. ni kwa sababu haujamuona. That is why you doubt. Na ndio maana uko na tashwishi, Because you have not seen him. maana haujamuona. But when you see him, Lakini utakapomuona, when you see him, ukimuona, you might not fall as dead like John, waweza kosa kuanguka nikana kwamba umekufa kama Yohana, but you will come back with a different story. lakini utarejea na hadithi tofauti. You might see him Unaweza muona and come back like Jacob. na uje kama Yakobo, After wrestling with him the whole night, baada ya kung'ang'ana na yeye usiku the mzima. next thing you need is a staff. Jambo la pili ambalo nahitaji ni
Kongojo. Because you can no longer walk on your own. Maana hauwezi ukatembea kwa miguu You yako. can no longer come and say it is my anointing. Hauwezi kuja na useme ya kwamba ni upako You can no wangu. longer come and say it is revelation. Hauwezi kuja useme ya kwamba ni You can no longer come and brag about what you know and what you hauwezi don't know. kuja na ukariga kuhusu kile ambacho unajua na usichojua. You will come and say what the Father says. Utakuja na useme kile ambacho Baba anasema. And this is what the Father says. Na hivi ndivyo Baba anasema. That let him who boasts, Ya kwamba yeye let him boast ajivunie that he knows me. na ajivunie kwa sababu ya kunijua. Preach it, son. What are you boasting about? Je, unajivunia kwa sababu ya nini? Now I know one thing, Nimejua jambo moja, and this is my freedom. huu ni uhuru wangu, Nobody will ever scare me about anything they have. ni kwamba hakuna yeyote atakayenitishia kwa sababu ya chochote alicho nacho. Because that doesn't matter to the Father. Maana hilo halijalishi mbele za Baba He says yetu. one thing. Anasema jambo moja, Boast about this. jivunie kuhusu hili jambo, That you know me. ya kwamba wanifahamu. Hallelujah. Haleluya. This is the God that we serve. Huyu ndiye Mungu ambaye tunatumikia. And he says, Na anasema basi then this man, huyu mwanaume John, has fallen down as though as dead. Yohana ameanguka kana kwamba amefariki, He does not have strength. hana nguvu. I don't know even if he was breathing. Sijui kama alikuwa Because you akipumua. can only think yourself dead if you are not breathing. Kwa sababu waweza ukafikiria kana kwamba umefariki unaposikia ni kana kwamba haupumui. Then the vision of this man that he saw, Na pia ufunuo kuhusu huyu mwanaume aliyemwona, the heart of this man, moyo wa huyu mwanaume the Son of Man, ambaye ni kwa mfano wa mwanadamu, drived him iliweza kumsukuma to place his right hand akawekelea mkono wake wa kulia and say to John, na akamwambia Yohana, don't be afraid. usiogope. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Don't be afraid. Usiogope. This is the reason why I don't want you to be afraid. Na ndio maana siku ya leo sitaki uogope. I am the first Maana mimi ni mwanzo and I am the last. na mwisho. There is no way Haiwezekani. you can tell me Unaweza uniambia kwamba that God can be the first, ya kwamba Mungu anaweza kuwa mwanzo assumes everything else in between, na akose kushughulika na chochote hapo katikati, and he just come to appear and to be the last. na kuja tu tena akuwe mwisho. That he says, Ya kwamba now I anasema have created you. ya kwamba nimekuumba, I'm your beginning. mimi ndiyo mwanzo, Live your life the way you want, ishi tu maisha yako and then you'll come and unavyotaka, meet me at the end. alafu tutapatana pale mwisho. That is not the God that we are serving. Huyo sio Mungu ambaye The God tunatumikia. that we are serving Mungu says this. tunayetumikia anasema He who hivi began, ya kwamba yeye ndiye He who alianza, began. aliyeanza, He who began aliyeanza the good work kazi nzuri in you, ndani yako. He is faithful. Yeye ni He mwaminifu, will bring it ataleta, to the end. atakamilisha. There is a good work in you. Kuna kazi njema ndani yako, That God is at work. ya kwamba Mungu yuko That it is kazini. God Ni Mungu who yeye is working. ni Mungu aliye anafanya kazi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Praise Jesus. Bwana asifiwe. And he says this, Na anasema hivi work out your salvation with fear and trembling, ya kwamba fanyisha wokovu wako kazi kwa kuogopa, because it is God kwa sababu ni Mungu who ambaye is at work aliye kazini to do two things in your life. kufanya mambo mawili katika To maisha make it yako. to be both willing, Ah, to
To be willing, number one, kupenda and to do. na kufanya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That this God who is at work in you, Ya kwamba Mungu huyu aliye kazi ndani yako He makes you to be willing. anakufanya unaweza After making you being willing, na baada ya kukusaidia kupenda kufanya, He also helps you to do it. sasa anakusaidia kulifanya. Therefore, He who began, Kwa sababu kwa hivyo yeye aliyeanza, He who began your story, yeye aliyeanza hadithi yako, He has made you to be willing to begin what you have started. amekusaidia kupenda kufanya kile ambacho unaanzisha. And He is making you to continue to do that which you are doing now. Na anakusaidia kuendelea kufanya kile ambacho unafanya. And He is faithful enough Na pia ni mwaminifu to kutosha bring you to the expected end. kukuleta katika mwanzo uliotarajiwa. Praise Him. Bwana asifiwe. Praise Him. Bwana asifiwe. Praise Him. Asifiwe. He is good. Yeye ni mwema. The Lord is good. Bwana ni mwema. And His mercies Na neema yake endures inadumu forevermore. milele na milele. Forevermore. Milele na milele. Forevermore. Milele na milele. And His mercies, Na neema yake they are new. ni mpya. In as much as they endure forevermore, Ingawaje pia anazifanya upya milele na they milele. are new. Ni mpya. So something that endures forevermore, Kwa hivyo linalodumu milele na that is milele new every day. bado pia ni mpya kila siku. That something that is new. This thing is not growing old. Ya kwamba hili jambo The mercies of God are not growing old. huruma za Mungu The hazizeki. mercies of God are new every morning. Huruma za Mungu ni That you mpya can kila wake up siku. today Ya kwamba unaweza and kuendelea experience na ukaweza a mercy that huruma you have never experienced ambazo before. hujawahi patana nazo. Because God Maana Mungu is able to do. anaweza kufanya. Hallelujah. Haleluya. He is able to do. Anaweza kufanya. Now I want to go to my topic. Ningependa kuingia katika mada yangu. That same God Huyo Mungu with the same power. na hizo nguvu zile zile tu. Hallelujah. Haleluya. Am I wasting your time? Je, nawapotezea wakati? Is it boring? Je, mnaboeka? I'm sorry if I'll be taking a lot of your time. But let me just finish this. Lakini wacha nitamatishe na kusema hivi. Have you allowed me? Umeniruhusu? No. Sijasema nimalize. Oh, okay. Na waomba nitamatishe kwa kusema hivi. Bado upate. Sitamatishi. I'm back to my topic. Ninakuletea katika mada yangu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Can you wave at me? Nipungie mkono. Kila mtu. Amen. 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 Now, this same God Mungu huyu that you have seen, ambaye umeona, this Jesus, one of the disciples alikuwa anamuuliza, sasa just show us the Father and we shall be contented. Hiyo tu tusheka na hiyo. mwanafunzi mmoja alikuwa anamwambia kwamba tuonyeshe tu Baba na tutatosheka. It is our nature. Ni Praise the Lord. ni jinsi yetu. And there is something that wanamwambia Baba, niambie tu hiyo neno moja na sitakushuku. I will not doubt you. Nikisikia tu sauti yako hata siku moja, I will never doubt you. And God, Na Mungu in His Son, na mwana wake, God in Christ, Mungu ndani ya Kristo, or God in form of Christ, ama Mungu kwa mfano wa Kristo. Jesus replies to the disciple. Yesu anamjibu mwanafunzi wake. Anauliza, for how long shall I be with you? Anawaambia, kwani tutakuwa nanyi kwa muda mrefu kiasi gani? For how long would you want to hear believe me? Kwa muda kiasi gani mnataka tu kusikia kwamba ni For how long would you want to be told have faith? Kwa muda kiasi gani mtataka kushinda mkielezewa ya kwamba kuweni na imani? Jesus says, when you see me, you'll see the Father. Yesu anasema ya kwamba ukiniona umeona baba yenu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That when you see me, you have seen the Father. Ya kwamba iwapo umeniona umeona baba. So, Kwa hivyo, how is this Father looking like? kwa hivyo baba huyu anakaa vipi? We have just seen him in Revelation 1, right? Tumemwona 14 katika to Ufunuo 17. wa Yohana 1 kuanzia 14 That hadi 17.
the express image of the Father. ya kwamba yeye ni mfano halisi wa Baba, That his hair ya kwamba nywele yake is as white as wool, ilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, and as snow. na pia kama theluji. His eyes Na macho yake are like blazing fire, ni kama miale ya moto, and his feet na miguu yake are like bronze. ni kama shaba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is your Father. Huyo ndiye baba yako. That is how he looks like. Vivyo ndivyo anavyofikia. That is why he says, I'm not a man Na ndio maana nasema ya kwamba that I should lie. ya kwamba nidanganye. I'm not made of the materials that you have been made with. Mimi sijaumbwa na kile ambacho umeumbwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And when he says that you have the bone of his bones Na wakati ambapo anasema kwamba mimi ni mfupa and the flesh of his na flesh, nyama ya nyama zake. he's not talking about these bones and flesh that we know. Haneni kuhusu hii nyama. He's talking about a bone that looks like bronze. Inaongea kuhusu mfupa He is talking about an image that is full of fire. Inaongea kuhusu sura iliyojawa na moto. That is why we have been made as ministers of fire. Ndio maana tumefanywa kuwa watumishi katika moto. Because our Father is fire. Maana baba yetu ni moto. He is introduced as the consuming fire. Biblia inamwakilisha kama moto ulao. But the mystery is that when you are in him, you are not consumed, but you are refined. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba wewe uko na huo moto, lakini haukulimi na huo moto. So this fire does not consume you. Kwa hivyo moto huu haukuwa. This fire refines you. Lakini ni moto ambao unakung'arisha. That is why we are seeing him Na ndio maana unaona ya kwamba standing in fire. tunamwona akisimama kwenye moto. Because that is who he is. Kwa sababu hivyo ndivyo alivyo. And we know Na tunajua that out of his throne, ya kwamba kutoka kwenye kiti chake the throne of your Father and I, kiti chake cha before him, cha baba yako na mimi mbele flows zake, fire. mbele zake kuna moto ambao unaenea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That he who has made you in his image Ya kwamba yeye aliyekuumba kwa mfano wake and his likeness na sura yake wanted you to know who you are. alitaka wewe ujue yeye wewe ni nani. He wanted you to know how you look like. Alitaka ujue jinsi unavyokaa. That is why he took John Na ndio maana alimchukua Yohana and he made him go up there. na akamfanya aende awe na Because ufufuo. every time Maana kila the wakati Spirit would say Roho angesema to John, kwa Yohana, come up here, njoo hapa, come up here, njoo hapa, come up njoo here, hapa, until hadi he could see angeona the image sura and na likeness mfano of where he came from. mahali ambapo So he alitoka. realizes, Kwa hivyo anatambua ya I'm kwamba like him. ya kwamba mimi nafanana na He yeye. used to say Alikuwa akisema in John 1, katika Yohana 1, 1 John 1, waraka wa Yohana he 1 says anasema that as he is in heaven, ya kwamba kama alivyo so are we here on earth. ndivyo hivyo tulivyo hapa duniani. Is that statement true to you? Are you fire? Wewe ni moto. Hallelujah. Haleluya. Are you that fire? Je, wewe ni huo moto? Oh God. Are you that fire? Wewe ni huo moto? And this man Jesus, Na mwanaume huyu ambaye ni Kristo, when he came and died, alipokuja na akafa, he resurrected back to life. alifufuka na akarudi kwenye uhai. Let me say it the way it should be said. Wacha niseme inavyofaa kusemwa. He was resurrected back to life. Alifufuliwa kuja na kuwa na uhai tena. Not as a past tense, Si kama mtu wa kale, but as an act of someone else doing it on his behalf. lakini ni jambo ambalo ni kama mtu mwingine akifanya kwa niaba yake. For instance, Kwa mfano, if my ego is down there, ikiwa mimi niko mahali pale chini and I lift him up here, na kisha nimuinue, I will say nitasema my ego was lifted. ya kwamba naye Maigwa aliinuliwa. He did not have that ability. Hakuwa na huo uwezo. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
When Jesus died, wakati Kristo alikufa, he did not have the ability to come back to life. hakuwa na nguvu za kujifufua. I will explain that. Nitaeleza. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus died, Wakati Kristo alikufa, it is the Father ni Baba who brought him back to life. alimleta kwenye uhai. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That it is the Father Ya kwamba ni Baba who brought him back to life alimleta kwenye uhai for our justification. ili tukaweza kufanywa haki. So that the God who was once full of wrath towards us, Ili yule Mungu ambaye alikuwa na hasira nyingi kwetu sisi, when he will see you in he who he approved to come back to life, wakati atakapokuona kwa yule ambaye alikubali ya kwamba arudi kwenye uhai, he will not condemn you, hata kudhihaki, but he will empower you. lakini atakutia nguvu. He will empower you. Atakutia nguvu. Because this time round, Maana katika huu wakati he is seeing himself, anajiona, and he is seeing his original idea na anaona wazo lake that he spoke so many years ambalo alilinena miaka mingi when he said, iliyopita aliposema, let us make man wacha na tukamuumbe in our image mwanadamu katika sura yetu and our likeness. na mfano wetu. So this time, Kwa hivyo wakati huu he is seeing anamuona for the very first time. mara ya kwanza. God is seeing Mungu anaona he who was once wicked yule ambaye alikuwa mwenye dhambi and he wanted to destroy. na ambaye alitaka kumharibu. He is looking at him Anamwangalia and he remembers mercy. na anakumbuka rehema. He remembers mercy. Anakumbuka rehema. Because this man Maana huyu has mwanadamu not just come in his sins, hajakuja na dhambi zake, but he has come lakini amekuja through the man kwa kupitia that mwanaume he approved ambaye yeye alipitisha by raising him back from the dead. kumleta ama kumfufua kutoka kwenye That kifo. wherever you are in the man that I approved, Ya kwamba ukiwapo I ndani approve you ambaye also. nilikubali, nimekukubali. praise the Lord, Bwana asifiwe. that as long as you are in his son, Ya kwamba iwapo uko ndani ya mwana he wake, approves you. anakupitisha, He approves you. amekukubali, And because he approves you, na kwa sababu amekukubali, approach him with confidence. nenda kwake na ujasiri. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now, Kwa hivyo I want us to go to the book of Ephesians. ningependa tuende katika kitabu For cha the interest Waefeso, of time. Remember, nimesema ni for the interest of time. na ni kwa sababu tu ya muda. Ephesians chapter 1, Waefeso 1 18. 18. I have a lot of story to say. If I see that, I also want to talk about it. But let us go to 18. Niko na hadithi nyingi naweza taka kupeana, lakini tuende tu katika mstari wa 18. Now, can you look for me where it says that the plan, the entire plan of, I think it should be around 15, 16, that the entire plan of God was centered in Christ. Ya kwamba mfano ama mpango wa Mungu ulikuwa ni ndani ya Kristo ama kwa kupitia Kristo. Nine, 10. 10. All right. Thank you. 1:9. That this plan, can I have it in an NLT, New Living Translation? Ya kwamba mpango wake NLT. Alright, naweza soma yangu. Now, Mungu
Let me read this one. Wacha It says, nisome hili. God's secret plan has now been revealed to us. Ya kwamba mpango wa Mungu uliofichika umefunuliwa kwetu. It is a plan centered on Christ. Ni mpango ulio ndani ya Kristo, designed long ago ambao uliweza kuundwa according to his good pleasure. Kwa kupitia kupenda kwake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That this plan ya kwamba mpango huu was a secret. Ulikuwa ni siri, but it has now been revealed, lakini hii siri imeweza kufichuliwa to men, kwa wanadamu, that the plan of God has forever been centered on Christ. Ya kwamba mfano wa Mungu umekuwa milele na milele kuhusu, and it was designed long ago, even before the foundations of the world. Na uliweza kupangwa miaka ya kitambo tu kabla hata ya misingi ya dunia kuwekwa. So today when you are in Christ, kwa hivyo leo ukiwa ndani ya Kristo, you have come back to the original plan of God. Umerejea katika mpango wa Mungu wa mwanzo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That you have come back to the original plan of God, which was for you to be like him. Ya kwamba umerejea katika mpango wa Mungu wa awali ambao ni kuwa na mfano kama wake. And now this is what happened. Na hivi ndivyo ilivyofanyika. I'm sorry I'm taking a lot of your time, but I'm almost being done. Now, Basi received tumepokea an inheritance from God. Urithi kutoka kwa Mungu. For he chose us Maana alituchagua in advance, kwa mwanzo, and he made everything work out na yeye hufanya kila kitu kifanye kazi according to his plan. kulingana na mpango wake. Don't remove that scripture. Usiondoe hilo andiko. Furthermore, because we are united with Christ, Maana ama zaidi kwa sababu tumeunganishwa na Kristo, we have received an inheritance from the Father. Tumepokea urithi kutoka kwa baba yetu. That's the reason why we have received, or rather why we have an inheritance. Na sababu kuu ni kwa nini tumepokea huu urithi is because we are united with him. Ni kwa sababu tumeunganishwa na yeye. Is because we are united with Christ. Ni kwa sababu tumeunganishwa na Kristo. So that today, ili siku ya leo, you will not tell me, hautaniambia you don't have what you don't have, ya kwamba hauna kile ambacho hauna because of your background. kwa sababu ya mahali umetoka. That you don't have what you don't Ya have, kwamba hauna ambacho hauna because you are not advantaged. maana wewe hauko kwenye nafasi nzuri. For you already have an inheritance, maana tayari uko na urithi from the Father, kutoka kwa baba. because you are united with his Son. Na umeunganika na mwana wake. And as a result of you being united with his Son, na matokeo ya wewe kuunganika na Kristo ama mwana wake, you are an heir. Wewe ni mrithi. 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 Hallelujah. Hallelujah. May we be on our feet. Na tusimame kwa miguu yetu.